Yaani tukiomba, malaika mara nyingi ndio wanapeleka maombi yetu kwa Bwana. Lakini tukiimba na kusifu na kuabudu, Mungu anashukaga mwenyewe pale. Sifa tunaifananisha kama sadaka. Yaani mtu anapomsifu Mungu kutoka ndani ya moyo, ile sifa inageuka kuwa manukato safi mbele za Bwana. Inapokuwa manukato mbele za Bwana, ile harufu safi inafika kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Na inapofika kwenye kiti cha enzi cha Mungu, mara nyingi Mungu anapenda kushuka ili aingie agano na huyu mtu kwenye ile madhabahu yake ambayo imeachilia ile sadaka ambayo ni sifa na kuabudu. Na Mungu anapokuwa mahali pale, lazima Mungu aanze kuingia agano na mtu wake, na agano mojawapo ambalo Mungu anapenda kulifanya ni kumsaidia, ni kumtetea, ni kuangalia na shida gani. Kwa wakati mwingine unaweza kumsifu Mungu na kumwabudu ukavuka vita yako. Lakini Yehoshafati pia kuna wakati alipata changamoto. Alishambuliwa na wana wa Amoni na wa mlima Seiri walishambulia. Walitaka kuangamiza, lakini Mungu akamfundisha baada ya kuwa ameutafuta uso wa Mungu, ajui cha kufanya. Mungu akamwambia nenda andae waimbaji. Biblia inasema wakati waimbaji walianza kuimba na kusifu, Mungu aliweka waviziao. Walipovizia wale ambao nafikiria ni malaika sasa Mungu aliwatuma. Biblia inasema walisababisha wale maadui ambao ni wana wa Amoni na wa mlima Seiri wakaanza kupigana wao kwa, yani maadui wakapigana, yani adui anajikuta anapiga mwenzake. Kwa hiyo ikafanya sasa ile vita ipiganwe na Mungu mwenyewe, alafu ana Waisraeli walienda tu kuchukua nyara. Kwa hiyo unaweza kugundua kwamba sifa na kuabudu ni silaha moja kubwa ambayo Mungu anaitumia kwa kiwango kikubwa sana kumsaidia na kumvusha mtu. Lakini pia wewe unapoitumia sifa na kuabudu kumuinua Mungu na kumtukuza, utavuka vita yako. Lakini pia mfano mwingine tunamwona Paulo na Sila walikuwa wamemuombea mwanamke mmoja aliyekuwa na mapepo. Yule mama alikuwa na roho fulani ya uaguzi, na kwa sababu Paulo alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alipoonyeshwa kwamba huyu mama na roho chafu, akakemea ile pepo limtoke yule mama. Wale watu waliokuwa wanategemea faida kutoka kwa yule kijakazi aliyekuwa na pepo la uaguzi wakajisikia vibaya, mbona pepo limetolewa, sasa mtu naye tusaidia, sasa kuanzia leo tutafanyaje? Wakaamua kuwachongea Paulo na Sila, wakakamatwa. Wakati Paulo na Sila walipokamatwa, wakapigwa, wakaburutwa chini, wakatupwa gerezani. Biblia inasema wakati wakiwa wamefungwa mikono, wamefungwa miguu, wamewekwa mle gerezani, wamelindwa katikati ya vikosi, katika ule usiku wa manane wakaomba. Lakini katika kuomba, neno la Mungu linasema walianza kumwimbia Mungu nyimbo za sifa. Walipoimba ndipo ule utukufu wa Mungu ulishuka. Kwa nini? Mungu anapenda kukaa katikati ya sifa, na sifa kubwa ya Mungu anapenda kuabudiwa, na ndio maana alimuumba mwanadamu. Alitamani sana huyu mwanadamu awe karibu naye, awe na ushirika naye, apate kuwa kila wakati anamwadhimisha. Mungu anapenda kuabudiwa, na ndio maana mwanadamu anapoabudu kitu kingine, Mungu anasikiaga vibaya, anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Yaani Mungu anasikiaga wivu, hapendi kuona mtu yote anaabudiwa. Kwa hiyo Mungu akiona mtu anamwabudu vizuri katika roho na kweli, Mungu anafurahi, anashuka anakaa mahali pale na uwepo wake. Alafu uwepo Mungu unapotanda hapo, nguvu ya Mungu ikashuka hapo, vitu vinaanza kutendeka vyenyewe. Kwa hiyo tunaona wakati walimsifu Mungu na kuabudu, Biblia inasema ndipo ile misingi ya gereza ikatikisika. Alafu wakati ile misingi ilitikisika, unaweza kugundua kwamba Mungu tayari anatafuta namna ya kuwatoa pale gerezani. Maana ni njia moja ya kuwapigania. Hawakuwa na uwezo wa kupigana wenyewe, lakini tunaona ile tayari inaenda kwa silaha ya kumsaidia Paulo na Sila. Kwa hiyo unaona wakati ile misingi ilitikisika, Biblia inasema hata ile milango ya gereza ile ilikuwa imefungwa ilifanya nini? Ilifunguka. Kumbe sifa na kuabudu ina uwezo wa kutikisa misingi ambayo imewekwa, kuzuia maisha ya mtu, kuzuia mtu asipige hatua, kuzuia mtu asiinuke. Ina uwezo ile misingi kuharibiwa, lakini pia tunaona milango ya gereza ilifunguka. Manake baraka zao ziachuliwe wazi, wawe free. Yaani mtu anapomsifu Mungu, silaha kubwa inayojitokeza ni kukusaidia wewe kufungua hata milango yako ya kufunga. Lakini pia tukaona kwamba baada ya hapo vifungo sasa walikuwa wamewafunga vilikatika vyenyewe. Kwa hiyo sifa ina nguvu. Hakuna kitu kilitumiwa kukata vile vifungo kwenye mikono, lakini Mungu mwenyewe kwa uwepo wake aliingilia kati, akakata vile vifungo, wale watu wakawa free. Ina maana sifa na kuabudu ni silaha kubwa ambayo inaweza kukata vifungo ambavyo vimefunga maisha ya mtu, vimefunga uchumi, vinafunga afya, vinavyofunga ndoa, vinafunga uzao, vinavyofunga chochote cha mtu. Nguvu ya Mungu inapoachiliwa, vile vifungo vinakatika. Na Biblia inasema baada ya hapo
Hawa watu ndio walipata uhuru wa kutolewa nje, kwa sababu yule mlinzi aliyekuwa anawalinda aligundua kabisa kwamba hapa kuna nguvu ya Mungu imeshuka. Na kuanzia siku hiyo akawatoa pale gerezani, akawapeleka nje, akawaosha vile vidonda vyao, na pia akatamani sasa na yeye ampate Yesu aliye naye. Kwa hiyo hizi ni sifa 5 ambazo Roho Mtakatifu amenifundisha. Tutakapozitumia sifa hizi, na ninapenda kukushauri mpendo wangu unayenisikiliza kwamba na kunitazama, ukitumia sifa hizi, silaha hizi, utavuka kwa ukubwa. Hata kama sijazifafanua, lakini wewe jaribu tu kuzitumia: toba, neno la Mungu, damu ya Yesu, sadaka, sifa na kuabudu. Utanipa ushuhuda, utakwenda kumuona Mungu akifanya vitu vikubwa. Baada ya hapa tutaendelea, tutapumzika kidogo, alafu tutaendelea sasa na kipindi kinachofuata, ambacho tutakaporudi sasa tutakwenda kuingia katika somo hili la kwetu sasa, ambao ni silaha moja.